Bro, nisikiza nikwambia kitu kimoja. Mzekonde mimi namkubali sana kwa sababu ni bro. Tumetoka sehemu moja. Hata kama kukaa kwa ndege muda mwingine nilikaa kwa sababu naamini kwa ninachojenga ni kitu kimoja, umeona. Lakini mwisho wa siku hivi bado unajua leo mimi mama yangu anaanguka na umo anakwambia Mzekonde una hela yangu imebaki. Nisaidie mimi nimsaidie mama yangu, naambia usingekuwa msanii ungemtegemea nani. Kwa nini mwache mama yangu afe? Au alikuwa anataka nisaidie. Kwa vitu vingine vinaumiza. Unaelewa? Na yeye Mzekonde aliongea mwenyewe, yani hakuulizwa, hakutumwa na mtu wala hakukuwa na sababu ya kuzungumza, akaongea mbele za watu. Ndio aende tu popote, mimi sina shida naye, sitaki hata siku 10 yake. Nikajiuliza mzee nimemkosea nini? Nikamuulizia na Chopa, ni Mzekonde kama kuna nilichomkosea, unaelewa? Aongee, namuuliza kuna shida gani, kimya. Hata hivyo vilivyokuja vitu vya kwamba mimi nataka kutoka, kwa sababu ilitokea mamangu sio mara ya kwanza na mamangu huko. Mpaka leo hapa ninapoongea hapa, jana hizo hela alizonichangia Tanzania ndio zimenisaidia. Sasa hivi wenda anaweza karuhusiwa hospitali kesho au kesho kutwa. Anafanyia operation, alipasuliwa hapa kwenye ziwa lake la upande wa kulia. Alikuwa hapa eleki kama ana kansa au ana uvimbe, kwa pasuliwa hapa. Nikamwambia mzee, hivi vitu vyangu havijakaa sawa, kwako huko kuna hela yangu imebaki, wakati Ramadhani inakaribia kuisha. Nikamwambia mzee, nisaidie hela nifanye photoshoot, wenda hizo photoshoot zinaweza nikaniletea hata show, mimi nikapata show, ili nisikupe mzigo mwingi. Mimi na maisha yangu hapo sawa, kuna daiwa pango huko mama yangu anaumwa. Na nakwambia hivyo kwa sababu wewe ni bro, sijui, lakini mimi naamini wewe ni bro kwa sababu wewe hata wewe mwenyewe nishakufuata Instagram za kuomba vitu kibao, mwenyewe unakumbuka, ni kwa sababu shida. I